Kwa nyashi ya sasa hivi, yani kwa nyashi ya kipindi hiki cha sasa, 2000. Umenielewa? Yani ukifuatilia nyashi ya sasa hivi, ndio ile fata nyuki ule ya asali, sawa? Ndio. Ukifuata nyuki wa sasa hivi, Manundu unaambulia. Manundu UTI. Gono, kaswende, kisonono. Hii nyingine kama una yani inatoka ile pangusa. Hiyo inaitwa pangusa. Hiyo ndio kama zake kama inaondoka. Kwa mkubwa kwa hapo tunakubaliana kwamba wahenga jao. Wahenga walikuwa wauni. Ukianza kufuatilia misemo yao ni mingi. Umeona? Wahenga wanasema mtu bahati. Habari mpenzi mtazamaji wa AngleBiz TV, na hii ni AngleBiz TV na kipindi chako cha leo kinaitwa What do you think? Wewe unafikiriaje? Wewe unawazaje juu ya hili ambalo sisi tunaenda kukuletea hapa? Na mimi ni mtangazaji wako Mtendi SA, niko na mwenzangu hapa, anajitambulisha kwa mwenyewe. Jina langu naitwa Baraka Elia aka Young DK. Yes. Na leo sisi tuko hapa tunataka tukuletee mada adhim, mada kabambe kabisa ambayo yenyewe inadili na wahenga. Mada yetu inasema kwamba hivi ni kweli wahenga wote walikuwa ni watu wenye hekima na busara, au miongoni mwao kulikuwa na wahenga ambao si watu wenye hekima wala busara? Maana kwa maana nyingine tunaweza kusema wahenga wahuni. Wahenga wajanja. Je, ni kweli kulikuwa na vijana wahenga ambao sio watu fulani hivi makini? Sasa na ili kuweza kutambua hilo, sisi tunaenda moja kwa moja kwenda kutazama baadhi ya misemo yao, kwa sababu kupitia hiyo misemo ndo tunaweza tukatambua hawa wahenga walikuwa watu wenye heshima sana au mwenga huyu alikuwa sio. Kwa sababu hii misemo imesemwa na wahenga tofauti, wengine wakiwa wamejirudia zaidi ya mara moja, misemo zaidi ya mara moja. Mwingine amesema tu msemo mmoja na kuondoka zake. Lakini misemo yote tumeikusanya kwa pamoja, sisi tunaitumia kama kanuni kwamba hii ni misemo ya wahenga wa watu wa zamani wapita, kama wanatogea sisi direction huko tunapoenda. Sasa katika misemo ambayo mimi ilinijia utata sana jana, kipindi na tafakari kuona kwamba kusema wahenga bwana inawezekana kuwa walikuwa makini sana. Wahenga walikuwa makini. Na msemo wa kwanza ni huu, pole ndio mwendo. Huu msemo mimi niliposikia na nilipokuwa na utafakari nikaona sahihi kabisa. Wahenga walikuwa ni watu maridadi, kwa maana pole ndio. Yaani nenda taratibu utafika, na haraka utafika. Yaani ukitaka kwenda haraka utafika. Ndio mwenza mmoja yule mwingine rafiki yake akatokea. Kama huyu mmoja alikuwa anasema pole ndio mwendo, mwenzake alikuwa naye pembezoni. Yeye akamwambia kabisa haraka haina baraka. Ukileta haraka unafeli. Yaani katika hilo nikagundua kwamba wahenga ni watu makini sana. Sidhani kama wewe umeona tofauti na mimi nilivyoona. Kwa mimi binafsi, yani na fikra zangu ninazofikiria, hapo mimi naona kuna utofauti hapo kwa wahenga. Kwa sababu ukifuatilia hawa wahenga ndio sawa. Hawa wahenga walikuja na msemo mficha uchi hazai. Sisi tunaelewana hapo. Ndio. Walisema sahihi. Uko sahihi. Kwa wahenga washawahi kusema mficha uchi hazai. Sasa shida nini? Ilikuwa shida nini hapo? Sasa kwa uelewa wangu mimi nishakaa chini sana kujidadavua ili swala mficha uchi hazai. Wahenga walikuwa wanamaanisha nini? Na maanisha kwamba ukificha uchi ukificha uchi unazaa ama ndo uzae ama yani wewe ngoja elewa kama wahenga wachukua na maanisha yake kidogo kuna namna wahenga walikuwa hao kijana. Maana ingileta hii tafsiri kwamba mficha uchi hazai. Maana yake ni kwamba acha kubania. Hapo umekuja kwenye point. Hapo umekuja kwenye point. Umekuja kwenye point. Umeona? Namaanisha kwamba ukibania sawa, wewe kuzaa kwako hamna kitu. Kwa lengo lao nini sasa? Na maana lengo lao walitaka ukiachie kiwe wazi, sawa? Then uje kupata nini? Family. Umeona? Ndio maana yao kwamba ficha uchi hazai.
Wahenga wauni. Wahenga wauni sana. Kijana Wahenga wauni. Kwenye ile kwamba pole sio kule ni baadhi tu wastaarabu. Unajua kuna vitu yani hapo kuna vitu walificha. Huyu atakuwa anatoa msemo huu utakuwa ni msela huyu. Kwamba ficha uchi azai. Huyu ni mwenga lakini huyu sikuta hajakiwa azaliwe miaka 2000 aliwahi tu miaka ile sio yake. Miaka ya nyuma. Sema ndio hapo. Kwa nini useme kwamba yani wewe kwa nini usione jambo lote la kuficha ukaona tu hicho? Na sio hicho tu. Sawa. Methali zao zilikuwa zinaambatana. Sawa. Walikuja na mficha uchi azai. Umeelewa? Wakaja na fata nyuki ule asali. Sisi tunaelewana hapo bwana mkubwa. Fata nyuki ule asali. Yaani kwamba wewe ukiwaona nyuki wakimilie. Ufaili ule asali. Unajua kama kuna namna moja kama wahenga kama wanatuingiza mkenge hivi. Lakini hapo kwenye hivi tuongee kwa maisha ya kawaida. Wewe kwani nyuki ukiwaona nyuki wanasogeleka kweli? Nyuki wanasogeleka. Afu hapo tena ukienda mbele ukirudi nyuma nyuki hawasogeleki. Kwa sababu ukiwaendea pupa nyuki utambulia nini? Manundu. Sisi tunaelewa. Mtazamaji sisi tunaelewana hapo. Yaani ukimsogelea nyuki vibaya ndio lazima utambulia manundu. Lakini huyo nyuki ukimsogelea vizuri unaweza ukala asali. Sisi tunaelewana vizuri hapo. Kwa hiyo subiria kwanza. Fata nyuki ule asali. Hii kauli usikute hii wahenga walitoa sio kwa ajili yao hii. Unajua usikue walitoa kwa sababu yetu sisi. Unajua tu kuna watoto huko baadaye watakuja watoto 2000, watoto matata wasiosikia la mkuu wala nini na miguu yao haivunjiki. Hiyo yenyewe wasiosikia la mkuu ni wahenga hao. Usikute wametoa hiyo kauli ili kutuingiza mkenge sisi. Wao wenyewe usikute walikuwa wanajua kabisa kwamba ukifuata nyuki unaumia. Tena nyuki wa zamani wanang'ata kushinda wa sasa hivi. Sasa sikia nikwambie kitu kimoja. Kwa mimi ninavyoelewa kwamba labda walimaanisha kwamba fuata nyuki ule asali na kwa ki2000 yani kwa kisasa sawa. Sasa yani kwa kisasa hivi yani ni kwamba fata demu uambulie matunda yani mfate mtoto au mzuri upate kufanya nini? Wewe sana nimekuelewa. Maana yake wahenga walichokuwa na maanisha fata nyashi ule asali. Hivyo wewe kijana unataka kujielewa mazingira yako. Ikipita iko hiyo ipatilie kijana wewe. Basi yani hilo swala ndo ambalo walizungumzia sana wahenga. Nyashi sasa hivi ndo unafuata, unaona nyashi unafuata. Utapata asali kwa kijana. Si unaweza kaenda kule ndo yale manundu unarudi na hivi. Kwa sasa kibunda kinabogozwa. Tayari ukizungumza hapo kwa nyashi ya sasa hivi. Yani kwa nyashi ya kipindi hiki cha sasa. 2000. Umenielewa? Yani ukifuatilia nyashi ya sasa hivi ndio ile fata nyuki ule asali, sawa? Ndio. Ukifuata nyuki wa sasa hivi manundu unaambulia. Manundu UTI. Gono. Kaswende. Kisonono. Hii nyingine kama yani inatoka hizo pangusa. Hiyo inaitwa pangusa. Hiyo ndio kama zake kama inaondoka. Bwana mkubwa kwa hapo tunakubaliana kwamba wahenga jao. Wahenga walikuwa wauni. Ukianza kufuatilia misemo yao ni mingi. Umeona? Wahenga wanasema mtu baki. Sasa wahenga walikuwa kijana. Mara 100 bora mimi ninavyoona, kwa namna ninavyoona. Maana hapa misemo tumetoa ya wahenga wote ina utata. Hiyo cha uchi, fuata nyuki, asisikia la mkuu. Sasa kuna msemo nimeukumbuka hapo kipindi ninaongea. Wahenga eti cha mtu akistiri usiendelee. Yaani kwa mimi ndio nimekana pia kwamba yaani wahenga sawa, nguo ya mtu sawa, nguo ya mtu ndio. Kwa nini aistiri viungo vyote vya kwenye mwili usiviseme viungo vyote vya kwenye mwili ukasema tu hicho? Kwamba aistiri hicho. Kwa hiyo inakuaje? Kwa nini wewe umekizingatia hicho ni cha kustiri? Na kwa nini iwe hicho? Kwa nini iwe hicho?
Wahenga walikuwa wanazingatia sana nyashi. Yaani kuna vitu walikuwa wanazingatia sana. Yaani unajua wahenga walikuwa na misemo mingi sana. Cha kuazima bwana. Ila kwenye uhalisia wa maisha ya kweli, yaani cha kuazima akistiri. Useme tu hivyo cha kuazima akistiri mwili. Inatosha. Sasa walizungumza, waliona akisema mwili mtu hawezi akaacha kwenye kuto kwenda kuazima. Anaona awaweke moja kwa moja kwamba cha kuazima. Mwili sio jambo msingi sana. Iko. Cha kuazima akistiri, cha kustiri akiazimishi. Kitu gani cha ajabu hicho? Sasa mimi nilichogundua kijana, nikaona tu bora sisi hapa vijana tuungane na vijana wenzetu wa 2000 2000 hao watoto wa 2000 ambao watoto wasiosikia la mkuu wanaagua alivunjika hao watoto wa 2000 tuungane nao twende bora tutumie hii misemo yetu ya wahenga wetu wa sasa hivi hawa kwamba unataka uniambie kwamba unataka uniambie kwamba kwa kipindi hiki kuna wahenga sisi ndio akina Mama Amina wakina kwa unataka uniambie kwamba huku usije wewe si mwenga. Lakini hapo kienda mbele kurudi nyuma kama ni wahenga ndio wa sasa akwambia huku usije anakuambia sura una shepu huna wewe baya mimi ninavyoona dogo ninavyoona bora tu tuungane na hawa wahenga wa sasa hivi wazee wa tinta unaona ile tano unaona kwamba wazee wa tano huruma sio malezi unaona watu wanachekelea maasi 2 sasa lakini hapo mimi labda nijaribu kuuliza ndio kwamba hiyo misemo ambayo inasemwa kwa sasa kwenye karne hapo baadaye watoto 2000 wakizeeka na maana hao wataitwa wahenga. Hiyo ni misemo ya wahenga. Yaani kwa mfano 2090 huko unaona itaitwa 2100 hiyo ni wahenga. Bwana muhenga Mama Amina alisema huku usije. Na yaani kwa shamaliza hapo sasa la ya wahenga wa 2000 nitawapenda mimi. Misemo yao haina maneno mawili. Yaani haina kwamba pande mbili kwamba asisikia la mkuu unasubiria tu akupe jibu pale pale. Hawa akupe jibu utakuwa nalo wewe mwenyewe. Kwamba huku usije utajua wewe mwenyewe huku usije kuna nini? Kuna ndisha kuna nini? Hiyo utajua wewe mwenyewe. Ushaona? Kwamba hamna tena kwamba ile kwamba cha kuazima sijui kitu gani. Hiyo haipo. Majibu unajibia mwenyewe. Naijua hiyo. Ushaona? Yaani muhenga kaka tulia naijua hiyo. Kwa mtu wa miaka 90 wanasikia naijua kwamba wahenga wanasema naijua hiyo. Ushaona? Kwa kwamba hao wahenga wa miaka hii ya 90 2000 hawa 2000 kwanza hebu ngoja niulize swali. Hebu kwanza wahenga tukisema tuwafuatie sana na vitu vingi. Hebu ngoja labda niulizie swali moja. Uliza. Kati ya watoto wa 2000 na watoto wa 90 ni wapi wenye nyashi? Asa mpenzi mtazamaji, hilo swali tutalijibu kwenye kipindi chetu kifuatacho. Tunachokuomba tuendelea kusubscribe account yetu ya YouTube hapo AngleBiz TV. Uache comment yako hapo tuambie kweli wewe unaonaje kuhusiana na hawa wahenga kweli wahenga walikuwa wahuni au wengine walikuwa watu wana nidhamu? Wewe hakuna nidhamu kwa wahenga waliopita wewe. Vitu vingi hapa sema vingi tumevivungia. Sasa watazamaji mimi nafikiri watatugea jibu kamili. Nilikuwa na mimi mtangazaji wako Mtende Sei na nilikuwa na mwenzangu hapa Young BK aka Baraka Elia. Sikia, usisahau kulike, kucomment na kushare. Kula hiyo. See you next time. Ciao. Wahenga mtupate. Sisi watu wake 2000.